kwa sababu wameachwa na historia. Huko nyuma waliinyanyua NCCR, wakaiangusha, wakainyanyua CUF, wakiona kimesha kuwa chama kikubwa wanakiangusha, wakafikiri sisi Chadema tumeingia hapa kwamba sisi tunaweza kutumika. Wasahau na hiki chama sio ambacho unaweza kukiibulia chama mamluki eti ukakiangusha. Haiwezekani. Na kwa sababu hawaelewi, nataka niwakumbushie historia ya Afrika Kusini. Afrika Kusini wakati wa mapambano ya makaburu dhidi ya watu weusi, Nelson Mandela alikamatwa na chama chake cha ANC kilikokuwa chama cha wananchi kikapewa majina mabaya na dola ya wazungu, kikafutwa. Wakaibua chama cha mamluki cha kina Chief Buteresi, kinaitwa Inkatha Freedom Party. Wakapeleka wabunge wa Inkatha bungeni wakijaribu kuambia, sikilizeni, wakina Mandela wale tunapigana nao kwa sababu ni wakorofi, kwa sababu ni wahaini, sio kwa sababu ya rangi zao. Angalieni wakina Chief Buteresi wako kwenye bunge letu. Wananchi sio wajinga. Kwa hiyo hao wanaotaka kupelekwa kuwa vibaraka wa CCM, sisi tumekataa kuwa vibaraka wa CCM. Chadema tunayoiongoza mimi na Lissu tumesema tunataka uchaguzi huru na haki. Uchaguzi huru na haki. Tusimame kwenye jukwaa, tukija Bukoba tukipata mbunge mmoja tuseme tunashukuru tumepata mbunge mmoja, ndiye wananchi wameamua kutoka. Tukipata sufuri tuseme tumepata sifuri kwa sababu wananchi hawajaelewa sera zetu. Tuzidishe bidii, uchaguzi ujao tutapata wananchi. Ndicho tunachotaka. Walituita kwamba jooni tujadiliane, tugawane majimbo. Tumekataa kugawana wabunge wa CCM, tunataka wabunge wa chama chetu wanaotokana na kura zetu. Sasa vibaraka waende, tusipoteze muda wa kuwazungumzia. Nataka niseme na nyie wananchi mambo ya muhimu sana. Jambo la kwanza, kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Watakuja hapa wawaambie wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu wana uchu wa madaraka. Alafu ni wajinga kweli kweli. Yaani wao, sisi tukitaka uchaguzi tushinde nchi, wanasema wana tamaa ya madaraka. Alafu ambao hawana tamaa ya madaraka wako madarakani tangu mwaka 61, miaka 63. Sisi tunaotaka madaraka miaka mitano tu wanasema tuna tamaa. Sisi na wao nani ana tamaa? Wani hapa tunahubiri kanisa. Hapa tunawashawishi mtuunge mkono, tuongoze nchi. Ndicho tunachokitaka, wala hatuna aibu. Tunataka tuongoze nchi hii, tuweke sera zetu, tubadilishe maisha ya wananchi. Ndicho tunachokipigania. Sasa tunazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu ndio maisha yetu. Katiba yetu hii pia ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi, ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Nisikilize vizuri. Hiyo ya kwanza, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka. Kwamba Rais Samia madaraka aliyonayo yanapaswa kutokana na nyie. Hayo ni madaraka yenu. Nyie ndio mnaokaimisha kwake sehemu ya madaraka yenu. Mbunge madaraka aliyonayo ni ya kwenu. Badala ya wananchi wa Bukoba, wananchi wa Kagera, wa Karagwe, wananchi
wa Kyerwa, wananchi wa Arusha, wa Tarime, wote twende bungeni kujiwakilisha. Hakuna jengo la kutosha kutuwakilisha. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu aende. Ndio katiba inasema kwamba nyie ndio msingi wa mamlaka. Diwani nyie ndio mnamchagua, anapaswa kuwawakilisha nyie. Namba B, lengo kuu la serikali hilo ambalo msingi wa mamlaka yako ni nyie. Lengo kuu la serikali hiyo itakuwa ni ustawi wako, itakuwa ni ustawi wa wananchi. Inasema hivyo katiba. Lengo kuu la serikali ni ustawi. Unaposema lengo kuu, ina maana lengo namba moja itakuwa ni ustawi wa maisha yako. Sasa nikisema ustawi nyewe wa haya, si kama mnanielewa. Ustawi maana yake uishi vizuri, utibiwe vizuri, ulale kwenye nyumba nzuri, uendeshe gari, utibiwe vizuri, mtoto wako asome vizuri. Ndio ustawi. Utembee kwenye barabara nzuri. Hilo ndio lengo kuu la serikali, ufanye wewe ustawi. Na si inasema hivi, serikali itawajibika kwa wananchi. Nikisema itawajibika, mnaelewa kwamba itapaswa kuwatii nyie. Nachosema ni ifuatayo. Sasa ndugu zangu, kwa nini nimesema yote haya? Ni ili mjue mamlaka yenu yalivyo na nguvu, kwamba nyie ndio mnapaswa kuiweka serikali na kuiondoa isipotimiza mlichokubaliana. Sasa nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Yaani ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukizichanganya kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Yaani hizo nchi tatu hazitufikii kwa ukubwa. Mkoa wa Kagera, mkoa wenu, una kilomita za mraba 35,636. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 26,335. Yaani nyie ni wakubwa mara mbili ya Rwanda. Sasa nchi hii Lema amegusa kwa kidogo rasilimali, kwamba leo mkoa wa Kagera ni mkoa wa 3 kwa umaskini kwenye nchi hii. Nchi hii Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu, na Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao, inahitaji ardhi. Ardhi nimewaambia tuna kilomita za mraba 945 na hakuna kipande hata kimoja chenye jambo. Ardhi tunayo. Na jambo la 3, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Nchi hii ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzania, itajapatikana kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania, pale Bererani Arusha. Ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na ziwa lenye upana kuliko yote, la pili duniani. Ziwa Victoria liko hapa kweli. Nchi ya kwanza Afrika yenye mlima mrefu kuliko yote, wenye theluji juu yake, wa pili duniani baada ya mlima Everest. Nchi ya kwanza yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika nzima, la pili duniani. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Karagwe ukienda Bukombe ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Nzega ni dhahabu, Mbeya ni dhahabu, kila kona ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi. Ukija kwenu hapa Ngara hapa kuna madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu tunazotumia, yanatoka Tanzania, yanatoka Kagera. Nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima. Ukichukua mbuga ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Ruaha, Mikumi, pande zote ukiziunganisha pamoja ni kubwa
kuliko nchi ya Rwanda na Uganda ukizichanganya. Mbuga ya Seru iliyoko Tanzania ni kubwa kuliko, ina kilomita za mraba 66,000. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 44,000. Mbuga ya Seru ni kubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Tunachuma pale Mchuchuma na Liganga, Ludewa, Njombe, tunachuma ambacho tunaweza kuchimba miaka 100. Tujenge nondo, tuuze nchi za nchi, tuuze. Tuna makaa ya mawe, tuna madini ya uranium yako Seru na Singida yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia yako Tanzania. Tuna gesi futi za ujazo bilioni 54.5. Tuna bandari, urefu wa bahari yetu ni kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga na nautical mile 200 kuingia ndani. Mwenyezi Mungu ameijalia nchi hii kuliko nchi yoyote kwenye dunia hii. Rais wa Brazil wa zamani na wa sasa Lula da Silva alisema Mungu ni Mbrazili, ametupendelea sana. Nikasema huyu haijui Tanzania. Katikati ya utajiri wote huu watu wetu ni maskini, vijana hawana kazi. Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rat Race anasema in the abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Tanzania katikati ya utajiri wajinga ni maskini. Tumefanywa maskini kwa makusudi na watu waovu. Mtoto wako anakwenda shule, anafundishwa panzi ana miguu mingapi. Mtoto wa India anafundishwa namna ya kukata tanzanite ya wajinga. Ndio maana India ni nchi namba 1 kwa kuuza tanzanite duniani. Tanzanite inayopatikana Tanzania tu pekee yake. Yaani wanauza tanzanite kuliko sisi. Tumeona mko vijiweni mnajadili goli la mama, nchi inauzwa, mnaambiwa mpaji Mungu, kwamba huyu Mungu aliyetuweka kwenye nchi ya asali na maziwa, akatuwekea ziwa Victoria, akatupa dhahabu, alitaka tuwe maskini? Huyu Mungu angetaka tuwe maskini, angetuweka jangwani, asingetuweka kwenye